Lakini pia akapendelewa sana Nabii Suleimani alayhi salam, akapewa utume na ufalme mkubwa, na akapendelewa tena na Allah, akapewa mali kuliko watu wote katika ulimwengu. Hakuna mtu atakayemfikia mali Nabii Suleimani alayhi salam, hata kama akawa bosi kiasi gani katika dunia hii. Hata unawasikia Bakhlesa sijui nani, hawezi kumfikia Nabii Suleimani alayhi salam. Hata tuchanganye mali zetu zote hatumfikii Nabii Suleimani alayhi salam. Angalia example naikupa, Nabii Suleimani alayhi salam alikuwa na ufalme mkubwa sana. Funguo za nyumba zake ngamia alikuwa hawezi kubeba, na anguka nazo funguo za majumba yake. Leo funguo za Tanzania hapa ngamia anaweza kantisha katembea nazo. Huyo bwana alikuwa na hazina ya mali nyingi. Kama funguo ngamia wabebi, habari zake sio nyepesi. Lakini pia Nabii Suleimani alayhi salam, siku moja ndo Allah akasema katika Qur'ani tukufu, akimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba walaqad ataina Dauda wa Suleimana ilma. Anasema Mwenyezi Mungu, na hakika tuliwapa Daudi na Suleimani elimu kubwa tuliwapa Daudi alayhi salam na mwanae Suleimani. Tena Allah akaendelea akasema, waqala alhamdulillahi alladhi faddalna ala kathirin min ibadihi almu'minina. Lakini pia walipopewa elimu Daudi alayhi salam na Suleimani, wao walisema alhamdulillah, kuhimidiwa kote ni kwa Allah Mwenyezi Mungu aliyetufadhilisha sisi kuliko wengi katika waja wake. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa waritha Suleimanu Daud, na Suleimani alimrisi baba yake Daudi. Wakala ya ayuhan nas, na akasema enyi watu. Suleimani akawaita watu wake, enyi watu wangu, enyi watu, ya ayuhan nas ulimna matqa at-tayri wa autina min kulli shay'in inna hadha lahu fadhlul mubin. Akasema enyi watu wangu, enyi watu, tumefunzwa usemi wa ndege, akizungumza ndege tunamuelewa, lakini pia na tumepewa kila kitu. Hakika hii ni fadhila iliyo dhahiri, iliyo waziwazi, sisi tuliipata. Lakini pia Nabii Suleimani alayhi salam akasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wahushira li Suleimana junude, na Suleimani akalikusanya jeshi lake, junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun, na akalikusanya jeshi lake la majini na jeshi la watu, watwairi na ndege, nayo akapangwa safu kwa nizamu, wakajipanga safu. Yani ndege walimtii wakapanga safu, wanyama walimtii wakapanga safu, majini walimtii wakapanga safu. Huyo sio mwingine ni Nabii Suleimani alayhi salam. Na akaanza nao safari ziarati kutoka sehemu hii kuelekea mahala pengine. Ndio Allah anasema hatta idha atau ala wadi namli, na hadi walipofika kwenye bonde la wadudu chungu. Walifika mahala ambapo kuna wadudu chungu wengi sana wanaishi. Baada ya kufika katika bonde la wadudu chungu, basi ni kipi kilitokea? Qalat namlatun ya ayyuhan namlu, akasema ndudu chungu mmoja, enyi wadudu chungu wenzangu, ya ayyuhan namlu, enyi wadudu chungu wenzangu, dikhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu, la yahitumannakum Suleimanu wa junuduhum wa hum la yash'urun. Mpaka akawaambia ingieni katika majumbani mwenu, asikupendeni isije Suleimani akawaponda hali ya kuwa afahamu yeye na majeshi wake. Nabii Suleimani alayhi salamu, Allah alimpa majeshi mengi, majeshi ya kutosha, majeshi mengi. Lakini pia Nabii Suleimani akasema nini baada ya kumsikia huyu ndudu chungu akiongea ya maneno? Nabii Suleimani akasema fatabassam, kwanza akatabasamu, akafurahi Nabii Suleimani baada ya kusikia wadudu chungu wanaambiana wajifiche kwa sababu wasije wakawaponda bila kufahamu. Fatabassama dhahikan min qawliha, Nabii Suleimani akatabasamu kisha akacheka kwa neno hili la mdudu chungu la kuambia wenzake tukimbilie katika majumba yetu isije Nabii Suleimani akatuponda na jeshi lake. Lakini pia hakuishia hapo, waqala rabbi auzi'ni an ashkura, ewe Mola niwezeshe mimi, nizindue mimi ili nikushukuru, ili niweze kuishukuru neema yako.
wa ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya, ili niweze kushukuru neema ulionineemesha mimi na wazazi wangu. Akasema kuwa wa an a'mala salihan tardahu au dighni birahmatika fi ibadiki salihin, na nipate kutenda mema unayoyapenda wewe Allah. Nabii Suleimani anamuomba Mola wake kwamba Mwenyezi Mungu nijalie niweze kutenda mema unayoyapenda wewe, lakini pia na uniingize kwa rehema yako katika waja wako. Huyo Nabii Suleimani alayhi salam. Nabii Suleimani alayhi salam alipewa Allah na miujiza mingi. Miujiza ya kwanza ni kuongea na ndege, miujiza ya pili ni ufalme mkubwa na mali nyingi, miujiza wa tatu ni kuamiliki majini kwa uwezo wake, na wakamtii wale majini, wakafanya kama Nabii Suleimani alayhi salam anavyotaka wafanye wale majini. Lakini ndugu zangu, siku moja Nabii Suleimani anasema Mwenyezi Mungu, watafakada taira, akawakagua ndege. Nabii Suleimani alayhi salam aliwakagua ndege wake, je, wametimia wa ndege? Yani mpaka ndege alikuwa anajua idadi yao. Akaanza kuwakagua ndege, watafakada taira, akawakagua ndege. Faqala mali ara alhudhuda, akasema mbona hudihudi simuoni? Akagundua kuna ndege mmoja yupo ambao jina yake ni hudihudi. Hudihudi huyu Waswahili wa leo wengine wanamuita dudumizi, ndio hudihudi. Akashangaa mbona hudihudi hayupo? Amkana minal ghaibin, tena amekuwa miongoni mwa walioghibu, waliepotoka, walietoloka, waliokimbia. Ghibu inabeba maneno mengi mabaya mabaya. Hudihudi yuko wapi? Mbona simuoni hapa? Na hajaaga, ameelekea wapi? Akasema law anzibahu adhaban shadidan au la azjannahu au liatianni bisultanin mubin. Akasema kwa yakini akirudi hudihudi nitamuadhibu kwa adhabu kali, au nitamchinja, au la sivyo aniletee hoja ya kutosha kwamba alienda wapi yeye, mbona aonekane kwenye safari. Allah anasema subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu. Ndugu zangu, hudihudi aliruka upande wa mbali sana. Kuna jambo moja lilitokea katika nchi ya Iraq, mji wa Babeli, mwaka 326 AD. Ili jambo lilisiwa na kulisiwa, likafikia hatua hudihudi akaenda kupata habari yake kule, ni kipi kiliendelea. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala anasema famakatha khayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bihi waji'tukum min saba'in binaba'in yaqin. Akamwambia ewe mfalme wangu. Hudihudi mara moja alirudi, akakaa kando kando na Nabii Suleimani, hakumsogelea, aliogopa mwisho akamchinja. Akamwambia hakika nimeenda sehemu ya mbali, nimegundua usiyoyagundua wewe Nabii Suleimani, na ninakujia hivi kutoka katika nchi ya Sabai na kukuletea habari za yakini, habari za kweli ambazo wewe ulikuwa uzielewi japo umekuwa mtume. Baada Allah akaendelea kusema, hudihudi akaendelea kumwambia Nabii Suleimani alayhi salam ni yapi ameyaona katika nchi ya Saba. Akamwambia kuwa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'adhim. Hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala, lakini pia naye amepewa kila kitu, na anacho kiti cha enzi kikubwa sana. Ana kiti kikubwa cha ufalme cha enzi. Nabii Suleimani alayhi salam akashangaa, habari hizi wewe hudihudi umezijuaje? Mimi nabii wa Allah sijazijua miaka yote kwamba kuna sehemu kuna mwanamke anatawala na amepewa kiti cha enzi kikubwa sana. Lakini hudihudi hakuishia hapo, akaendelea kutoa habari ya yale aliyoona. Akasema kuwa wajadtuha qauma yasjuduna lishamsi, lakini watu wake wanalisujudia jua. Bonge la shirki wanayoifanya watu wake, wanasujudia jua. Watu wa mama Barkis wanasujudia jua. Nabii Suleimani alayhi salam anazidi kupata habari za watu wao. Min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum
fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Akasema wanasujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu, na shetani amewapambia vitendo vyao na akawazuilia njia, kwa hivyo hawakuongoka watu wao. Nabii Suleimani alayhi salam anaendelea kupata habari kutoka kwa Hudhuda ambao ni dudumizi, lakini pia akaendelea kusema Hudhuda alayhi salam, Nabii Suleimani alayhi salam akaeleza Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ard wa ya'lam wala yamtu tuufuna wa ma tu'linun, na wamsujudii Mwenyezi Mungu ambaye kuyatoa yaliyofichikana katika mbingu na ardhi, lakini pia na anayajua mnayaficha na mnayatangaza. Anamwambia ndiyo kweli, au amsujudii huyo Allah. Akasema Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Akasema Mwenyezi Mungu, hapana Mungu ila yeye, Mola mlezi wa arsh tukufu, Mola mlezi wa kiti cha enzi arsh tukufu. Akasema qala sanandhuru asadaqati am kunta minal kadhibin, tutaona sasa wewe Hudhudi kama ni mkweli ama unadanganya hapa, unasema uongo, tutagundua. Ni kipi Nabii Suleimani anataka akipime kwa Hudhudi? Anamwambia adhhabe bikitabi hadha faalqihi ilayhim thumma tawalla anhum fandhur madha yurjiun, nenda na barua yangu hii na uwafikishie wakazi wa mji huo au wanaosujudia jua, kisha waache utazame watarejesha nini. Basi kweli Hudhudi akaluka akachukua barua. Qalat, baada ya kuchukua barua akapeleka kwa yule mama ambaye ni Balkis, akamtwisha ile barua, kisha Hudhudi akaondoka. Baada ya kufungua barua, yule mama anasema qalat, akasema yule binti, ya ayyuhal malau, enyi waheshimiwa, inni ulqiya ilayya kitabun karim, hakika mimi nimeletewa barua tukufu. Hiyo barua ina nini? Anasema innahu min Sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ndio maana surati an-Naml imekuwa na bismillah mbili, bismillah ya kwanza na bismillah katikati ama ndani ya hii sura, kwa sababu ilifunuliwa ile barua na Balkisi. Ile barua imeanza kuandikwa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na alivyosoma Balkisi ikabidi aisome innahu Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, ikiwa na maana hii barua imetoka kwa Sulaimani, ambayo niyo hiyo barua kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Anna ta'alu alayya wa atuni muslimin, anawaambia msinifanyie jeuri nyinyi watu, nafikeni kwangu mara moja katika falme yangu, nanyi mwisha silimu amri. Yani mwisha salimu amri, mmekubali kunyenyekea, mmenikubali ninayowaambieni, msio wabishi na wala msinifanyie jeuri. Njoeni haraka katika falme yangu ukiwa tayari mumesujudu, mumenyenyekea, mumeogopa, mumetii. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Yule mama akawaita viongozi wake, mawaziri wake, akawaambia enyi waheshimiwa, nipeni shauri katika jambo langu hili, kwani mimi sikati shauri yoyote mpaka muhudhurie nyinyi na museme kwamba kipi ambacho kifanyike. Jamani, huyu mama Balkisi anawaita wafalme wake na kuambia, siwezi fanya jambo mpaka munikatie shauri nyinyi, mpaka muniambie nyinyi linafaa ama halifai, ili nilifanye jambo hilo. Wale wafalme wanamjibu nini? Wakasema nahanu ulu quwa, sisi ni watu wenye nguvu, quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilaiki fandhuri madha tahamuri. Anasema sisi ni watu wenye nguvu na ni wakali kwa vita, na amri iko kwako wewe mama, tutakusikiliza Balkisi. Basi tazama ni nini unaamrisha, na sisi tukifuate hiko ambacho umekiamrisha wewe mama. Qalat innal muluka idha dakhalu qaryat
afsaduha wajalu inzatan ahliha adhillatan wa kadhalika ya'malu. Akasema hakika wafalme wanapoingia mji basi wanauharibu na wakawafanya wale watukufu wake kuwa wanyonge, na hivyo ndivyo watendavyo. Wa inni mursilatan ilaihim bihadiyatin fanadhiratan bima yarji'ul mursalu. Wakasema kwa yakini, lakini mimi nitawapelekea zawadi Nabii Suleimani alayhi salam na watu wake, ili waache kuja kuchukua mji wangu na wasitukataze sisi kuabudia jua. Tutapeleka zawadi, kisha nitangoja watakayorinayo wajumbe. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allah ghayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafirahu. Akasema nyinyi watu, ina maana nyinyi mnanisaidia kwa mali mimi? Nabii Suleimani anauliza wale wajumbe waleta zawadi, yaani nyinyi mnanipa mimi mali? Alionipa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko vimali vyenu vidogo vidogo hivi. Akamwambia rudi na hizo mali zako, lakini nyinyi mnakuwa ni mnaifurahia hii adhabu yenu. Irji'i ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, nendeni na mimi nitakuja na jeshi kubwa wasioweza kuyakabili. Wala nukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun, na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge. Tutawapiga tuwafukuze katika mji huo kwa sababu hawataki kuacha kuabudia jua. Qala ya ayuhal malau ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin. Na Suleimani akasema kuambia watu wake, enyi waheshimiwa, ni nani kati yetu atakuja niletee kiti cha enzi cha huyo mwanamke kabla hajafika hapa akiwa amesilimu amri? Nani ataendea kiti cha huyo binti? Qala, akasema ifritun afriti minal jinni, ambaye ni jini, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi lakawiyyun amin. Mimi nitakuletea kabla hujainuka pahala hapo ulipokaa, na mimi kwa hakika ni mwenye nguvu. Yaani anaambia Nabii Suleimani, wewe kabla hujaamuka mimi kiti nimekuletea, kipo mbele yako, kabla hujainuka kiti nimekiletea. Ni nchi ya mbali sana, lakini yule bwana jini anasema kabla hujaamuka mimi kiti nitakuwa nimekuletea tayari. Lakini pia baada ya kusema vile, akatokea mwamba mwingine, sio jini, ni mwanadamu. Akasema qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Mimi Nabii Suleiman nitakuletea kabla haujapepesa jicho lako kuangalia pembeni, kiti tayari nimekileta. Qala alladhi indahu ilmu min alkitab, huyu ni mwanadamu ambaye amepewa elimu ya kitabu, au ndo masharifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mimi naleta hiko kiti kabla haujapepesa jicho lako. Falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluuni wa ashkuru am akfuru wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Anasema haya ni katika fadhila. Basi alipokiona kimewekwa mbele yake, Nabii Suleimani akacheka, kisha akasema haya ni katika fadhila zake Mola wangu, ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru. Na mwenye kushukuru kwa hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake, na anayekufuru kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi na mkarimu. Qala naqiru laha arishaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadu. Yule mama akawa anakuja Barikisi katika ile falme ya Nabii Suleimani. Alipofika njiani, anaingia katika arishi ya Nabii Suleimani alayhi salam, anasogelea katika arishi ile, akaanza kuona maji mengi sana yamezingira katika ile fence ya Nabii Suleimani. Yule mama akaanza kukunja nguo kupeleka juu ili asiloe yale maji. Kumbe hayakuwa maji, kumbe ni almasi. Ardhi za Nabii Suleimani huwa fence lake limepambwa kwa almasi na dhahabu, kwa hiyo inameremeta kama maji blue blue, unasema kama inaingia baharini vile, kumbe hakuna maji. Yule mama akawa anakunja nguo zake ili asiloe na maji. Ndipo Nabii Suleimani akawaambia watu wake kuwa mwambieni huyo mama asivue nguo zake, hayo sio maji, hiyo ni almasi ambayo tumeipamba hapo chini. Nabii Suleimani alikuwa tajiri sana, yani almasi yeye anafanya sakafu kama anafanya yeye simenti leo unapaka paka.
Yeye ndo aliweka almasi madini, almasi akazipachika pachika, ndio ikawa ndo simenti yake ambayo amesakafu katika nyumba yake. Lakini pia Nabii Suleimani alipofika ile binti akamwambia, qala nakiru laha arsha nadhuru atahtadi an takunu min alladhina la ya'tadu, akasema mungeuzie kiti chake huyo mama, mumpe kiti chake haraka haraka tumuone, je ataongoka au atakuwa katika watu wanakazidisha au ataongoka. Falamma jaat qila ahakadha arshuki, na akaambiwa, je hiki ndo kiti chako wewe binti? Anasema qalat ka annahu huwa, na hisi kama ndo hiki kiti changu, hiki ndo kiti changu. Qalat ka annahu huwa wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin, na wakasema Suleimani na watu wake wakasema, na sisi tumepewa elimu kubwa kabla yako na tumekuwa Waislamu. Na wewe kuwa Muislamu, acha kusudia jua, tuna elimu kubwa sisi. Tumechukua kitu chako bila walizi wako kujua kwamba tumebeba, na tumefika nacho hapa kwa muda mfupi sana. Ona kama sisi tumekuwa Waislamu. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin, na Allah anasema na yale aliyokuwa akiabudu Balikisi baada ya Mwenyezi Mungu yalimzuilia, yani alishindwa kuendelea kuabudu. Hakika yeye Malikia alikuwa katika kaumu ya makafiri. Anasema qila laha dikhul sarha, baada ya hapo Nabii Suleimani alayhi salam akasema, walaqad arsalna ila thamud daghaw. Hayo sasa ni mambo ya kina Samudu walipotumwa kwa watu wao kwa Nabii Saleh, na wakamfanyia jeuri Saleh alayhi salam. Kisa cha Hudihudi na Balikisi kinaishia hapo, lakini baadaye Balikisi aliolewa na Nabii Suleimani alayhi salam. Baada ya kusilimu akawa mke wake, na wakazaa watoto wakazaa. Hivyo inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kuvisikiliza hivi visa, kisha baada yake